Apple na Samsung hate each other but they need each other. Hii imetokea kwa sababu gani? Kuna short moja nimeiona YouTube ambayo ilikuwa ikionyesha jinsi screen ya Samsung S25 Ultra pamoja na iPhone 16 Pro Max jinsi zinavyokuwa zinawekewa glass protector, na kuna comment moja ambayo inanifurahisha ambayo inasema the fact is Samsung is the only company provide display for iPhone, then kuna emoji za kucheka. Hii imeniweka katika kuweza kujua how the supply chain working between these companies ambazo zinatengeneza devices mbalimbali. Na mind you, simu unayotumia na mara nyingi product ambazo unazotumia, ile kampuni ambayo inazitengeneza haitengenezi kwa 100% kila kitu. Mara nyingi inakuwa inategemea supply chain ambayo inafanyika kwa kuweza kuviunganisha vile vitu mwanzo mpaka mwisho. So hakikisha unakaa mpaka mwisho uweze kujua jinsi hizi kampuni mbalimbali zinavyokuwa zinafanya supply chain. Tutaangalia kwenye iPhone, Samsung, Google Pixel, tutaangalia Infinix, tutaangalia Tecno na all things ambazo zinafanyika katika hizi simu mostly zinafanyika kwa kampuni nyingine zote duniani. Kwenye iPhone ni mojawapo ya kampuni kubwa sana duniani, multi-trillion company duniani, lakini hamna kitu hata kimoja ambacho inakuwa nakitengeneza yenyewe. Mara nyingi wanakuwa wanafanya supply chain, ambapo jinsi inavyokuwa inafanyika ni kwamba, kwa mfano hii screen inakuwa imetoka kwenye kampuni nyingine ambayo anakuwa anatengeneza, battery imetoka kwa mwingine, atakachokuwa anakifanya ile kampuni inakuwa imedesign. Ndio maana tunaona kwenye iPhone inakuwa imeandikwa design in California lakini assembled in China. Hii ndio inatuletea picha kwamba mara nyingi hizi simu au hizi simu nyingi ambazo zinakuwa zinatengenezwa, mara nyingi wanakuwa wanategemea kampuni nyingine. Kwa mfano tukiangalia sasa kwenye iPhone, kwenye iPhone zile chip ambazo zinawekwa ambazo ni A-Bionic zinatoka kwenye kampuni nyingine ambao wanatengenezea, ambao ni TSMC, ambayo ni kampuni kubwa sana ambayo iko Taiwan, ambayo hii kampuni inatengeneza processor mbalimbali. Tumeona Nvidia pia wanakuwa wana design chip zao jinsi wanavyotaka kutengenezewa, then wanawapa wale kazi kwa sababu wana teknolojia, wana mashine za kutengeneza hizo chip. Vitu vingine ambavyo vinatengenezwa, kwa mfano kioo cha iPhone wanaotengeneza, supplier kubwa duniani ambao wanatengeneza vioo ni Samsung. Samsung wana viwanda ambavyo kinatengeneza vioo vya simu. Hapo atampa kazi akamwambia mimi nataka kioo kiwe na hiki na hiki na hiki. Then kwa vile Samsung ana teknolojia kubwa ya kutengeneza vile vioo na ana machine na all the things ambazo zina relate kutengeneza ile kioo, yeye anakitengeneza. Sometime kuna baadhi ya vioo anapewa LG pia, na kuna kampuni nyingine ya China ambayo inaitwa Boe ambayo inatengeneza vioo ambavyo ni vya quality ya kawaida. Tutaona kwenye vitu vingine kama chip ambazo zinakuwa zinatengenezwa. Mfano recently tumeona ametengeneza chip yake mpya ambayo ni ya modem 5G ambayo inaitwa C2 modem. Hii ni kwa ajili ya 5G katika simu za iPhone. Tutaona wame upgrade kutoka, kwa sababu alikuwa anatumia supplier mwingine ambaye alikuwa anatengeneza, ambaye alikuwa anaitwa Qualcomm. Tumeona Qualcomm wanatengeneza Snapdragon. All the chips ambazo zinatokea Snapdragon zinatengenezwa na Qualcomm company. Kwenye Pixel, Pixel ni kampuni kubwa sasa, kwa sababu tukiangalia Pixel inakuwa inamilikiwa na kampuni ya Google. So Google wako vizuri sana kwenye software. Tunaona Google ameinvest sana kwenye software, AI, kila kitu ambacho wanakuwa wanavitengeneza. Google wanamiliki Android, wao ndio wanatengeneza mfumo wa Android. Kwa hiyo simu zote hizi ambazo za Android kama Samsung, Infinix, Tecno, OnePlus pamoja na kampuni nyingine zote zinatumia Android. Mfumo anayotengeneza ni Google mwenyewe. Na Google all the things ambazo anakuwa ametengenezewa, kioo anamtengenezea Samsung, sensor za kamera anayetengeneza ni Sony. Hata kwenye iPhone sensor za kamera anayetengeneza ni Sony. Tukiangalia kwenye mabetri kuna supplier mwingine ambaye anatengeneza. Tukiangalia kwenye chip, Google anayetengenezewa hizo chip ni Samsung. Samsung ana viwanda vinavyotengeneza hizo chip. So there are many things ambazo anakuwa anatengenezewa
Google, lakini atakayekuwa anafanya assemble ni kuna kampuni ambayo iko China ambayo ina assemble hivyo components zote na kumpa simu, kwa sababu anayeweza kufanya supply chain ni Google. Kwa hiyo tunaona kampuni nyingi kubwa duniani ambazo zinatengeneza hizi devices zinahakikisha zinafanya hiyo supply chain ili kuweza kuachieve kile kitu ambacho anakitaka. Tukienda kwenye Google, tukienda kwenye Samsung ana uwezo wa kutengeneza simu yake mwanzo mpaka mwisho. Lakini kwa sababu yeye anatengeneza chip pia ambazo zinaitwa Exynos, anatengeneza vioo kwenye S25, S20 ngapi zote anajitengenezea mwenyewe vioo. Kuna baadhi ya 5G zile modem anatengeneza yeye mwenyewe. Lakini kwenye Samsung anatoa simu za aina mbili. Huwa anatoa simu zenye Exynos, pia anatoa simu ambayo inatumia Snapdragon. Kwa hiyo anadipendi kwa Qualcomm kuweza kumtengenezea Snapdragon chip ili ziweze kuwekwa kwenye zile simu. Tunaona kwenye simu ambazo zinapatikana Marekani mostly pamoja na China zinakuwa na hizo chip za Snapdragon. Tukienda kwenye simu nyingine kama hizi Infinix wameanza kufanya partnership au wameanza kufanya supply chain pamoja na Qualcomm, ambapo wanapata Snapdragon 7S ambayo ni generation ya 4. Vitu vingine ambavyo wanatengenezewa kwa kampuni nyingine kwenye vioo wana kampuni nyingine ambayo wanatengeneza. Pia kuna kampuni ambayo wamefanya collaboration nayo ambayo ipo Italy kwa ajili ya kuweza kudesign ile chassis yake. So these companies tunaona mara nyingi sana haziwezi kufanya kila kitu zenyewe. Sababu kubwa ni hizo viwanda kwa ajili ya kuvitengeneza hivyo vitu. Lakini fun fact, tukiangalia Google and Apple wana secret deal, ambayo hiyo secret deal ni kwamba Google wanamlipa Apple kila mwaka dola bilioni 20. Kwa nini? Analipa ili kwenye Safari ya application yake ambayo ipo kwenye Apple iweze kutumia default search engine ya Google. This is a big deal ambayo even Marekani wamewashtaki kwamba Google inataka kuwa monopoly. Everything's kiurani katika Google. So unaweza ukaingia kwenye Safari yako kisearch tu utaona suggestion from Google. Hii ni kitu ambacho Apple wanalipwa kila mwaka dola bilioni 20 ili kuweza kuruhusu search engine ya Google iwe kuwepo. Japo zipo nyingi kama DuckDuckGo, that is a secret deal ambayo inafanyika. So there are a lot of things ambazo tunaziona hizi kampuni zinafanya collaboration kwa pamoja ili kuweza kuattain kile kitu ambacho wanakitaka, kwa sababu as the company, kama wewe kampuni yako kama ni ya Infinix au kama ni ya Google Pixel, haiwezi kutengeneza kila kitu yenyewe. Lazima uweze kufanya collaboration pamoja na kampuni mbalimbali ili uweze kuachieve kila kitu ambacho unakitaka. Tukiona kwenye Fold, tukiona kwenye Flip, zote hizo kuna kampuni ambazo zina technology ile ambao zinaweza kuzalisha vile vitu na kulingana na kitu kingine ambacho kinakumbushia ni kwamba tunakumbuka Samsung 2017 walikuwa wanauza Samsung S8, lakini mauzo yale yote hayakufikia kile kiwango cha Apple kununua vioo vya iPhone X, ambapo walinunua vingi sana. Kwa hiyo faida walioipata kwenye iPhone X ni kubwa. Kwa hiyo inakuwa vigumu sana kwa kampuni ambayo inakuwa na uwezo wa kutengeneza vile vifaa iweze kukataa deal, kwa sababu mara nyingi unakuta zinatengeneza pesa nyingi sana kutokea kwenye zile collaboration na vitu kama hivyo ambavyo vinasaidia ile kampuni kuweza ku increase the revenue. So hakikisha umesubscribe, like and share. Catch you in the next one. Peace.